Daktari! Naam. Kuingizeni ya dini hapa. Ndio kumuua. Ilikuwaje? Tulimkuta njiani ikiwa na hali mbaya sana. Tukaamua kumbeba, tukambeba hospitali. Tafiki. Mnasema mgonjwa alikuwaje? Baba alikuwa anasema kwamba kichwa kinamuuma na alikuwa anatapika sana, na pia tulikuwa njiani alitapika. Sijali, nisubiri hapa nakuja. Inaonekana mgonjwa ana malaria na pia mgonjwa wetu ana upungufu wa damu 2.2.
Taufiki mwanangu, jitahidi sana kuwa mcha Mungu. Mwenyewe hali yangu ndio hiyo. Taufiki, kama endapo nitafariki, nenda kaishi na kakako. Taufiki, umesikia mwanangu? Baba. Dokta. Ongozana na mimi. Kwanza niwape pole kwa kilichotokea, kwa sababu kazi ya Mungu haina makosa. Mgonjwa wenu wamefariki, niwape pole sana. Naruhusu mwende mkamwone ili taratibu nyingine ziendelee. Wakati najaribu kumpatia huduma ya kwanza, kwa bahati mbaya mgonjwa wetu amefariki dunia. Nashukuru sana daktari. Nashukuru sana daktari kwa ushirikiano wako. Pole sana kijana. Pole sana. Pole sana kijana. Pole sana kijana. Pole sana. Pole sana.
Oh, hello. Mimi nilikwambia ile nyumba kwa hapa mjini uwezo ukaipata kwa shilingi 50,000. Chumba chenyewe kile kina tiles ndugu yangu, kina feni alafu stoshi pale ni karibu na dispensary, na maana pale ukitoka tu kiumwa tu wewe mguu wako mguu nje pale dispensary hapa. Sasa wewe unacholalamika nini? Mimi nimekuambia kabisa na nimekuambia uwazi. Wewe haitakiwi ulalamike. Au wewe hujakipenda kile chumba? Unajua kuna mtu jana amenipigia simu anakitaka kile chumba. Na yupo tayari kulipia miezi 6. Wewe nimekuambia, wewe umelalamika, mimi nitalipia miezi 3. Tukabembezana pale, sawa utalipia 3. Sasa wewe naona unalalamika kama vipi nimpe huyo mtu wa miezi 6. Sasa nisikilize. Sasa hivi mimi hapa ndo nimefika nyumbani hapa. Ndio. Sasa nisikilize. Hapa kesho tuonane. Leo kidogo nipo bize. Kuna kiwanja nilikuwa nafuatilia. Nadhani kesho ndo tungeonana. Nitakuja hapo nyumbani. Nitakuja hapo nyumbani tutaweka kila kitu sawa. So kwa sababu safari ndo nimeingia hapa nyumbani, kwa kuna shughuli nyingine nafanya hapa. Sawa, haya sawa. Haya, jioni njema. Ustadhi. Salamu alaykum ustadhi. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari yako kijana? Salamu ustadhi, naomba kuuliza. Bila samahani, unaweza kuuliza tu. Nilikuwa naomba unielekeze kwa dalali la mjini. Dalali huyu wa nyumba na viwanja au? Ndio huyu ustadhi. Sawa, nilikuwa naelekea msikitini. Aya, simu yangu imesahau nyumbani kwa mama. Kwanza tuelekea hapo nyumbani kachukua simu yangu, kisha tuelekee kwa dalali la mjini. Dalali la mjini nani wako? Kaka yangu. Yule dalali mkubwa sana. Ni maarufu sana kwa kuuza viwanja na nyumba. Mama. Ulikuwa wapi? Nilikuwa naelekea msikitini. Sasa nikasahau simu yangu. Haya sawa. Huko asampatie huyu mgeni wangu maji. Tuelekea shamba. Hapa ndo kwa Mr. Ramchi. Ngoja tumsubirie. Kadi kwanza.
Kumbe nina namba yake, ngoja nimpigie. Atakuwa uko wapi huyo? Naona huyu bwana leo yupo, tumemkuta. Ndo hapa kweli? Ndo hapa. Odi. 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 Karibuni. Salamu alaykum. Wa alaykum salaam. Salama. Wema shamu. Wema. Karibuni. Shukuru Allah kumekucha. Bwana, jana tulikuja kwako, tuja kukuta huyu naye mwana hapa ni mgeni wako. Bwana, mimi niseme karibuni sana na mjisikie mpo nyumbani. Jana kuna sehemu nilikuwa nimeenda. Kama kuna sehemu nilikuwa nimeenda, lakini kuna mtu ulikuwa jana miadi ya kukutana. Sasa kufika kule mambo yakawa mengi, pilika za hapa na pale, ukawa nimechelewa. Kwa hiyo shehe wangu mimi nikuambia karibu sana. Bwana, alafu najua jana nilipita pale nyumbani pale nikamkuta mama, kwa sababu mama alikuwa ameniita, amesema kwamba kuna shamba lake alikuwa analiuza. Sasa aliniita niende nikalione. Sasa nikasema labda nitakukuta, lakini kwa bahati nzuri nikamwambia ulikuwa umeenda msikitini. Kama ulikuwa umeenda msikitini, sasa nadhani ndio muda huo nadhani ndio muda tuliopishana kwamba ulikuwa unatoka, nilikuwa naingia. Kwa hiyo tukawa tumepishana. Bwana, karibu sana. Wewe umetokea wapi? Umetokea Lushoto. Lushoto pale. Wewe ni mtoto wa nani? Mimi ni mtoto wa Ashrafu. Ashrafu huyu, Ashrafu Singano ama Ashrafu yupi? Huyu Ashrafu Singano. Aisee, ni muda mrefu sana sijakutana na huyu mtu. Vipi huko, anaendeleaje? Kwa sababu ni muda mrefu, kuanzia mwaka 2018 mara ya mwisho kukutana mimi na yeye. Kwa sababu na hiyo mara ya mwisho kukutana naye ilikuwa kuna mtu nilikuwa nimeenda kumuuzia nyumba huko Lushoto huko. Na ilikuwa mara ya mwisho kukutana naye. Sasa na wewe ulivyokuja ukaniambia ni mtoto wa Ashrafu. Hebu niambie huyu hali yake ikoje, lakini familia
Hawajambo wote? Tatu sijui nisemeje. Baba amefariki. Amefariki? Ndio. Pole sana, pole sana, pole sana. Pole sana. Pole sana. Ngoja mpokee mzigo wako. Karibu sana. Karibu nyumbani. Tutakuwa tutaishi wote hapa. Sawa. Nisikie uko nyumbani, sawa? Karibu sana. Karibu sana, karibu sana. Bwana shehe wangu, mimi nikushukuru sana. Nakushukuru sana. Mimi sina cha kukulipa kwa sababu naamini ilikuwa tu ni mpango ya Mungu. Kwa sababu nadhani kama isingekuwa ni wewe, sidhani kama ningemjua kama ndugu yangu. Kwa bwana, mimi nikushukuru sana shehe wangu. Karibu sana shehe. Bosi kama bosi Machemba. Habari za asubuhi ndugu yangu. Nipo nyumbani. Ulikuwa unataka tuonane? Basi sawa, ngoja kama majira saa 4 hivi. Saa 4 nitakuwa nimefika hapo ofisini kwako. Shukrani sana, shukrani. Bwana Allah amlipe kila la kheri. Naam. Mwisho salama. Naam. Niache kwanza nielekee nyumbani. Lakini shehe wangu ulikuwa acha. Shukrani. Karibu na shehe. Nyingine inshallah. Basi shehe, karibu sana. Karibu. Basi bwana, karibu. Karibu ndani. Halo. Emra Kopro. Sawa, niambie. Alikuwa unahitaji nyumba? Nyumba unapata. Upo likizo. Basi halina shida ndugu yangu. Nyumba unapata. Kwa nikuandalia vyumba vingapi? Nyumba 3 na seble. Sawa, haina shida. Wewe yani mpaka sasa bado umelala? Wewe yatima, embo amka hapo. Amka ukafanya usafi haraka kwa press. Nataka niingia ndani, nikitoka ushaamka. Unakuja unalala labda ukajua hapa nikakulala, ukajua mimi nalea watoto yatima hapa. Ala? Yaani bado umelala eh? Unijue wewe sasa, ngoja nikuonyeshe. Nimekuambia hapa sio kituo cha kulelea watoto yatima. Nimekuambia kwanza muda mrefu, amka uende ukafagia huko nje, bado una kazi ya kung'ang'ana kulala hapa. Ukajua mimi nalea watoto yatima hapa? Hebu amka ukafanye usafi bwana. Ala? Na utaenda kule kwa mama nani, utamwambia kupe mboga alafu narudi nikute chakula ushapika. Mshenzi mkubwa wewe.
Naondoka. Hakikisha maagizo uliokuachia unafanya, ole wako ufanye uzembe tena uone. Shenzi mmoja tabia.